Yes, mambo vipi? Na kukaribisha tena katika mwendelezo wa darasa letu la 3 la mwongozo wa kujifunza Adobe Photoshop hatua kwa hatua. Kwenye tutorial iliyopita nilifundisha matumizi ya shape tool. Shape tool nitafanya recap hapa kwa haraka zaidi. Nitachagua hizi kama kawaida. Utakuja hapa kwenye file, uta create new document. New documents. Nitaweka hapa class 3 hapa nitahakisha imekaa 1080 hapa 1080 hapa ikiwa pixel hapa 300. Umeona? Baada hapo uta create. Ukisha create nimekufundisha jinsi ya kuchora maumbo mbalimbali. Kwa hiyo nimekufundisha jinsi ya kutumia shape tool pekee. Sasa kwa haraka tu hapa hivi nitakufundisha jinsi gani unaweza kutengeneza maumbo au shape zikaleta muonekano fulani mzuri. Kwa mfano, nitakuja hapa kwenye move tool hapa, nitatoka hapo nitashuka hapa kwenye shape tool, nita right click kwenye mouse yangu. Baada hapo nitachagua ellipse, nitachagua rectangle kama hivi. Nitaweka hapa rectangle wangu hivi, nitavuta hadi hapa hivi. Umeona? Nikishavuta kama hivyo, baada hapo nitakuja kwenye properties hapa. Nitaenda sehemu ambayo imeandikwa fill. Nitachagua rangi. Nitaenda kuchagua rangi. Labda nataka nyekundu fulani ya kuwaka sana au rangi fulani ya kijani. Kama hivi. Umeona? Nitengeneza rangi fulani ya kijani kama hivi. Ili umbo langu nitaweka hapa kasa, nitalivuta kidogo liingie kwa chini. Umeona? Baada ya hapo nitakuja tena nitachukua tena shape tool kama hivi, nitachagua rectangle, nitabonyeza right click, nitachagua rectangle. Baada ya kuchagua rectangle nitaweka hapa kasa yangu, nitavuta kuelekea upande wa kushoto kama hivi. Umeona? Yes, kama hivi. Nitabadilisha rangi kwa sababu hili umbo pia linaonekana lina rangi sawa na ile ya nanilia. Umeona? Naweza kuweka rangi ya njano, nikaweka okay kama hivi. Unaona linaanza kuonekana umbo fulani amazing. Rudi hapa kwenye move tool hivi kama hivi. Umeona? Katengeneza kitu chako kizuri kama hivi. Na baada ya hapo unaweza ukatengeneza vitu mbalimbali. Baada hapo unaweza ukachukua labda ukaja hapa kwenye cycle, ukachagua ellipse, ukabonyeza shift alafu alt, shift left click alafu alt, ukavuta hapa cycle yako nzuri kama hivi. Umeona? Yes, ukaja ukaivuta. Hii hapa ili umbo langu unaweza ukaja ukaliweka huku nyuma, likakaa hapa nyuma. Alafu ukabonyeza shift na alt alafu ukaweka kasa yako hapo, ukadrag. Ukalivuta likawa kubwa kama hivi. Umeona? Yes. Na baada ya hapo unaweza ukaweka kama hivi, ukalisogeza ile umbo lako kama hivi akavaana. Ukatengeneza kitu fulani kizuri tu kawaida. Alafu baada hapo unaweza ukaja ukachagua tena shape tool kama hii, ukachagua rectangle tool, utaweka kasa yako hapa hivi, utavuta hadi hapa chini. Hadi hapo unaweza tukazisha kidogo kama hivi. Ukabadilisha na rangi unaweza ukaweka rangi fulani hivi. Tuseme rangi ya blue kama hivi. Chagua rangi ya blue kama hivi. Sasa unaona tumechora hili umbo limekuwa kubwa, limeficha maumbo mengine. Njoo sehemu ambayo imeandikwa layer hapa. Bonyeza hapo kwenye layer. Baada hapo utaona hili umbo letu ndio umbo ambalo lipo juu zaidi. Lishike hilo umbo, livute kuelekea chini, alafu liangushe hapo. Kwa hapo hili umbo litakuwa limekaa chini, litafuatiwa na umbo hili, na litafuatiwa na hili umbo lingine. Kwa hapa pia nakufundisha matumizi ya layer. Unaweza kuwa umechora maumbo yako mengi, sasa ujue kama umbo gani limekaa mbele na umbo gani limekaa juu. Layer ni matabaka.
ni matabaka, ni kama ukurasa wa juu afu unaofuata. Kwa hiyo ukurasa wa juu kama ni mkubwa zaidi, it means kwamba hauwezi utaficha kurasa zote za ndani. Lakini kama ukurasa wa juu ni mdogo, ni kipisi, hauwezi kuficha maumbo yote ya kurasa zingine za chini yake. Umeona kama hii tunashumu kwamba huu ni ukurasa, lakini hili tabaka ni dogo kuliko tabaka, ndio maana hapa linaonekana lipo vizuri, linaonekana tu vizuri. Lakini hili tabaka ukilivuta ukileka huko chini linakuwa nyuma ya matabaka mengine. Kwa hiyo haliwezi kuonekana kwa sababu lenyewe ni dogo. Kwa hiyo hapa kuna kitu kinaitwa layer, mpangilio wa matabaka kama kurasa za daftari kama hivi. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza vitu vyako vizuri tu, maumbo mbalimbali, shape mbalimbali na za kuvutia. Kwa hiyo haya ni matumizi ya shape tool. Na hapa nataka tu kukazia ni kwamba kuna kitu kinaitwa layer. Layer kama uioni, njoo kwenye window, weka tiki. Usipoweka tiki hapo haitaonekana, lakini ukija hapa kwenye window, ukienda sehemu ambayo imeandikwa layer ukaweka tiki, itaonekana kwamba hili ndio umbo la kwanza, hili ndio umbo la pili, hili ndio umbo la tatu, hili ndio umbo la 4. Yes. Kwa hiyo utaweza ukachora hapo maumbo yako mbalimbali, na hivi ndivyo unaweza ukatengeneza maumbo mbalimbali katika programu ya Adobe Photoshop. Nitafuta haya maumbo yote, nitengeneze kapicha fulani kazuri ambacho hata wewe mwenyewe unaweza kanaweza kukuvutia. Sasa cha kwanza nitachukua nitakuja hapa nitachora kama hivi. Rectangle yangu nitajaza kama hivi. Baada ya hapo nitakuja tena, nitaisogeza vizuri ijae. Baada ya hapo nitakuja tena hapa kwenye shape tool, nitachagua cycle. Hapa sitachora perfect cycle, nitaweka tu kasangu hapo, nita drag kama hivi. Alafu nitakuja hapa kwenye fill, nitabadilisha rangi, nitaweka rangi ya njano. Umeona? Rangi ya njano ndio nitakayoiweka hapo kama hivi. Umeona? Hivyo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza maumbo yako mbalimbali katika programu ya Adobe Photoshop. Lakini hapa chini unaweza ukatengeneza rectangle kingine, ukaja ukachora hapa chini rectangle kama hivi. Labda utaweka namba zako za mawasiliano, umetengeneza posta yako nzuri, umemtengenezea mteja posta ya biashara, unaweza ukatengeneza hivi. Rahisi tu, wala hata sio ngumu. Umeona? Sasa nitakufundisha tu na kitu kingine kidogo rahisi. Sasa hapa kuna umbo la kwanza ni hili la chini. Hili umbo ukilipeleka juu litaficha umbo hili. Lakini pia ukilipeleka juu zaidi litaficha maumbo yote. Kwa lile umbo la kwanza ama kama zinavyopangana, hili ndio tunasema tabaka la chini ama la nyuma. Halafu hili linafuata na hili ndio tabaka la juu zaidi kuliko matabaka yote. Sasa hapa hivi unaweza ukaandika hata ukafanya kitu fulani, hata ukatumia type tool. Utabonyeza hapa kwenye T, utaselect T, alafu utakuja hapa kwenye hii hapa, utaweka hapo mouse yako, alafu unaweza ukaandika mix hivi. Unaweza ukaandika mix kama hivi. Nitakufundisha jinsi ya kutumia type tool kwa undani. Mix kama hivi. Utakuja hapa kwenye properties. Sifa ya hili neno ni fonts, ni sifa, ni style ya maandishi. Style ya maandishi ya hayo maneno. Unaweza ukakuza hapa ikasomeka hata ikawa 48. Umeona? Yes. Ukabadilisha rangi, njoo hapa sehemu kwenye color. Sasa color hapa tumia hii unaona hichi kama kalamu, hichi kinaitwa eyedropper. Ukigusa hapa kina pick rangi husika. Ukigusa hapa kina pick rangi husika. Ukigusa hapa kina pick rangi husika ambayo umeigusa. Sasa tunagusa hii ya blue hivi. Alafu baada ya hapo tutaandika chini yake, tutakuja tena tutaandika yes. Tutaandika yes. Umeona? Mix by yes. Umeona? Tunaweza tukapunguza size
tukapunguza size ikawa 36 kama hivi, tukapunguza size. Ni rahisi tu, nimejaribu kutoa mfano tu kama unatengeneza kitu fulani rahisi. Umeona? Alafu hapa chini tunaweza ukaja hapa tena ukabonyeza T, ukaja ukaweka hapa, ukapunguza size hata ukaweka 24. Umeona? Alafu kaandika lipa hapa. Umeona? Ni rahisi sana, utaandika hapo lipa hapa kama hivi. Umeona? Badilisha hapa, njoo hapa kwenye hii kimshale. Hii font ina branches nyingi. Badilisha hicho kimshale, punguza size iwe size 16 kama hapa hivi. Umeona? Pia nitakufundisha kitu kingine hapa. Lipa hapa. Kwa mfano umeandika lipa kwa simu hapa. Lipa kwa simu. Umeona? Lipa kwa simu hapa. Njoo select ili umbo ili hapa. Ukisha select, zoom kidogo, bonyeza control jumlisha kwenye keyboard yako. Rudisha hivi dude hivi unaviona hivi vidungurushi. Ukivisogeza huku nyuma kwenye kona kabisa, hili umbo lina kona kali, lakini kadri unavyovisogeza hivi, ila haifiki mwisho lakini inakaribia na mwisho, unatengeneza ka round corner fulani kazuri kama hivi. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo tunaweza tukafanya kutengeneza design, simple design kwa kutumia tu type tool, lakini pia kutumia shape tool. Next tutorial nitakufundisha jinsi ya kutumia type tool kwa undani zaidi, na nitakufundisha namna ya kubadilisha rangi na fonts. Tunapozungumza fonts ni nini, na tunapozungumzia type tool tunamaanisha nini. Hivi ndivyo tunaweza tukafanya kwenye Adobe Photoshop, kufanya simple design ambazo tunaweza kuzitumia katika project zetu mbalimbali. Kama kawaida, utakuja hapa sehemu uta export ili upate hii picha. Utakuja hapa kwenye export, uta export quick as PNG hapa, uta select hapa. Alafu utaandika class 3, uta save kama hivi. Umeona? Uta save kama hivi, utakuwa umemaliza. Ukija hapa kwenye program yako, kwenye mafaili ambayo pale ulisave, ukija kufungua utaikuta ile kazi yako ipo hapa. Umeona? Simple design kama hivi. Basi next time nitakufundisha jinsi ya kutumia type tool kwa undani, lakini pia nitaelezea tena shape, nitaelezea pia layer, jinsi gani ambao unaweza kupangilia kazi zetu vizuri. Asante sana. See you kwenye next tutorial. Bye bye.